Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Leo tuko na Mahsin Zamzam atatueleza historia ya msikiti wetu Masjid Omar bin Khattab. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ndio Mahsin Zamzam ama Mahsin Abu Zamzam. Tutaka tuelezee historia ya msikiti huu ama area hii mpaka kuwa na msikiti. Alhamdulillah, mimi nilifanikiwa kununua hii sehemu 2018. Kununua hii sehemu ya huku kwa Ndomo 2018, na mimi ndio nilikuwa Muislamu wa pili kununua katika upande huu. Wako Waislamu wengi, lakini katika upande huu nilikuwa Muislamu wa pili kununua plot. Alhamdulillah, na mimi nikawahimiza ndugu zangu wale waje wanunue plot huku, wakaja kanunua pia wao. Lakini kuna ndugu yangu mmoja mdogo, huyo ndo ameleta historia ya msikiti, ambao ni Muhammad Abu Zamzam, ndugu wetu wa mwisho. Muhammad Abu Zamzam ni ndugu yetu wa mwisho katika kizazi chetu cha mzee Abu Zamzam, na yeye ndo amesababisha huu msikiti kuwepo, kwa sababu yeye mwenye kutuuzia ploti, yeye alimsakama sana kwamba ataka msikiti, tupatie ploti ya msikiti. Wewe ushatuuzia ploti za kujenga sisi, lakini tutaka ploti ya msikiti. Alhamdulillah, katika ile upande ambao naishi mimi ilikuwa ndio kwenda ploti ya msikiti, lakini kwa ile ploti kidogo ina balaa huku na huku, haikuwezekana. Lakini ndugu yangu akawa na mfosi yule ambao ni Abdurrahman Omar, ambao ni cheka, ndio akapata hii sehemu. Alhamdulillah, msikiti ukapatikana, na hii sehemu ilipopatikana, mimi nilikuwa niko katika Gulf kule, lakini mimi nilikuja kutoka Gulf tarehe 14 mwezi wa 3 2023, ambao msikiti ulianza tarehe 7 mwezi wa 3. Kwa hivyo mimi nilipisha siku 7 tu ndio msikiti kuanza. Alhamdulillah, msikiti ulipoanza, yule aliyosimamia mwenye hii ploti ndo akaanza kumsingi pamoja na vijana wengine kutoka Maweni, na pia ndugu yangu Farid al-Baluchi alichukua wale familia yangu wale ambao wa katika khairati wingi wapo, akashirikiana nao. Kuna na baadhi pia Waislamu hapa mtaani pia wakashirikiana, lakini ikafika muda ukakama ule msikiti, ukafika katika lenta. Ulipofika katika lenta ukasimama, ule msikiti ukabakia kama mwezi mmoja na siku 10, na msikiti ulibakia kama mwezi mmoja na siku 10, na haujengi wala ushughulikiwi. Ambao dadangu mimi nilikuwa nashughulikia Masjidul Malik kule, ndio msikiti ambao ni mtaani kwetu na niko Famau. Dadangu akanambia, wewe uko huku, nilikuwa nishahamia sasa huku, msikiti bado ushasimama lakini haujamalizika. Umesimama, cheka ule Abdurrahman Omar ikawa amesakamwa, hana pesa ya kuendeleza, wala wenye kumsaidia wataka kumsaidia, lakini pia yeye hana tena mafundi, maana ndio mwenye kulipa mafundi, wala na material, yeye hana pesa za mafundi. Ikabidi watulie hivyo. Kwa hivyo mimi nikaweza kuitwa na dadangu Farid al-Baluchi, akanambia Mahsin, waweza kuchukua msikiti na tukauendeleza na ukamalizika. Nikamwambia mimi nianze shikimaliza Masjidul Malik kule. Nikajaribu 1 wiki. Mimi nilipewa tarehe 7 mwezi wa 8. Tarehe 7 mwezi wa 8 nikapewa kwamba mimi ndo nichukue mimi hasa majukumu, na nikapewa na mwenyewe ambaye ni cheka, akanipatia Abdurrahman Omar, akanambia chukua Mahsin, endeleza msikiti na kuona mambo yako kule Abdul Malik, kwa hivyo wewe waweza. Alhamdulillah, mimi nikaja nikauangalia na nikachukua video ili watu wapate kutoka, watu waje wa ujenge wao, nikatafuta wadhamini wa kujenga. Lakini nikaa wiki moja, kwa hivyo tulitumia 1 week, ikawa ni tarehe 14 mwezi wa 8 aka hatujapata mtu mdhamini mwenye kujenga. Tukakaa tena baada ya tarehe 14 mpaka tarehe 24 mwezi wa 8. Huyu brother wangu huyu ambaye nimemtaja, ambaye alikuwa anakazana kwenda msikiti huku, yeye akafungua grupu, na akafungua grupu akaika watu, na sisi tukaika watu. Ile grupu akaniweka mimi pale, ndio kwa sababu nishapewa mimi msikiti, ashajua, akaniweka mimi ndio mwenye kushika pesa pale. Na yeye ndio mtu wa kwanza alianza kuchanga, ambao ni yeye Muhammad Abu Zamzam. Mtu wa kwanza alianza kuchanga tarehe 24 mwezi wa 8 2023, ambao ulikuwa saa 3 na dakika 4, ndio M-Pesa ya kwanza yaingia kwangu. Akaniambia nimwandike dadangu mmoja ambaye ni mkubwa wangu, alifariki dunia, aitwa Aisha Abu Zamzam, Allah amrahamu, na nikaweka jina hilo, na alhamdulillah tukaanza
zile pirika za kujenga msikiti. Nafikiri katika grupu mliona. Alhamdulillah, wallahi tulijaribu kutaka kufuata matajiri, lakini zile njia za kufuata matajiri hatuzijui. Kwa hivyo tukatumia system ya ile katika grupu za kuwa tunachangisha pale pale katika grupu. Kwa hivyo tulichangisha katika grupu, alhamdulillah, kwa miezi 6 na siku 7 tukakamilisha ile jengo hili la msikiti wa Masjid Ibn Tabla kwa Ndomo. Alhamdulillah, mpaka pesa zikabakia. Nikasema hizi pesa zitaweza pengine kulipa ustadhi na kupeleka msikiti, lakini kakala ndugu yangu Farid Al-Baluch, manake mimi na yeye ndo nilikuwa tukipeleka hapa sana. Mimi na yeye ndo nilikuwa mambo yote hayo mimi na yeye. Mimi nikimwambia nifanye hivi ananiambia sawa. Yeye akiniambia basi eka hivi sawa, tutakubaliana mimi na yeye. Kwa fupi ilikuwa tunao kamati, lakini kamati ilikuwa hatupati nafasi ya kukaa nao, ikawa ni sisi tunajadiliana sisi wawili, na alhamdulillah tukaweza tukakamilisha na pesa ikabakia. Nikamwambia sister tununue ploti tupate kujenga wakfu. Akasema kunao ploti ambayo tumepewa kule Maweni. Tukafuatilia ploti kama tutataka tuweza kupewa, lakini tujenge. Lakini mpaka tubadilishe jina tuandike ya wakfu ya Masjid Ibn Tabla. Lakini kawa na process ndefu. Tukapata hii ploti ambayo iko hapa, na huyu alikuwa ametuazima ametupatia mashimo. Huyu mwenye hii ploti ambao ni Asia ametupatia. Alhamdulillah, tukamuomba na mashimo, akatupatia mashimo, na tukajaribu kumuomba tuatie ploti tujenge madrasa, na hana ploti maskini. Mpaka leo yaishi hana ploti. Allah mjalie apate mahali aishi naye. Wallahi hana mahali pa kukaa na amepata ploti, lakini akaitoa kwa ajili ya Allah, akatuuzia hii ploti na tukainunua, na alhamdulillah tukaijenga nyumba za maustadhi, na tukajenga maduka mawili ambayo hayajamalizika mpaka sasa, kwamba hayajamalizika na hatujapata mita, na tukajenga madrasa. Kwa hivyo hii ndio historia ya hapa, na tuliweka bohol pia. Alhamdulillah tuliweza kuweka bohol katika ile, kama tulijenga msikiti tuliweka bohol, na kulikuwa na bohol nyingine ambazo zilikuja kwa juu. Wale Waislamu wakiona ule msikiti kuna bohol huko, hakuna bohol, ni msikitini peke yake, basi naomba niweke bohol. Tukaweka kwa Farida tukaweka bohol, kwa Aswari tukaweka bohol, kwa Jumaa tukaweka bohol, na sasa kuna bohol nyingine hapa karibu, tuna bohol 5 pamoja na msikiti. Kwa hivyo tunashukuru alhamdulillah Waislamu kuingia hapa neema, na mtaa umebadilika, Waislamu wameongezeka, wamekuwa wingi, safu tunajaza vizuri. Kwa hiyo Allah atawalipa kwa hili. Na tulichanga katika grupu kama nilivyoelezea hapa na pale, maskini ndio waliotoa. Kuna watu walitoa paka shilingi, lakini mimi hata mtu akitoa shilingi sidharau shilingi yake na iandika. Watu wana wengine pengine shilingi ni huwa atezea mchango, lakini mimi nilikuwa nikiandika. Na hiyo katika mtu kutoa shilingi ndio siku ambayo tulichangisha mchango mwingi. Alhamdulillah tukawa tunafanya mashindano baina ya wanaume na wanawake. Alhamdulillah Allah kawezesha, ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hii msikiti umejengwa kwa Mwenyezi Mungu, Allah ndio ameuleta, na sisi pia mimi kwa sijui kama nimetoka safari nitakuja kujenga msikiti, lakini Allah kumbe alikuwa ananisukuma, nenda kwenu ndio kujenge msikiti. Na alhamdulillah neema hii tumejenga msikiti, tumejenga madrasa. Kuna maduka mawili ambao sasa hivi tunashughulikia kuhusu mambo ya mita. Mara kwanza tuliweka, lakini ikawa haiko sawa, ni mlango wa nyuma, na mlango wa nyuma sasa tutaki kwa sababu mambo ya msikiti, na tukabidi tu cancel ile. Yule jamaa turejeshe pesa nusu, tumebakisha pesa nusu haja turejeshea. Lakini pia alhamdulillah tumeleta ile mtu wa power hala ambao ni mlango wa mbele, tumelipa power, nafikiri mmetuma katika grupu mmeona. Na sasa hivi tuko katika process ya maduka, lakini bado tunahitaji maintenance ya msikiti, kuna cleaner. Kwa hivyo inshallah hiyo ndio historia ya msikiti ya upesi. Sikutaja mambo mingi, lakini hiyo ndio haraka na upesi. Shukran wa jazakallahu khair. Naam, huu ndio msikiti wenyewe. Nafikiri mnaona tumeweka rangi ambao ni ya rafan chafu. Hii ni rangi ambayo wanapiga wazungu, lakini tumejaribu, injinia wetu ametuwekea. Naam, huu ndio upande wa mbele wa msikiti, na hili ndio bohol ambalo lililetwa la extra, lakini msikiti ndio huu hapa Masjid Ibn Tabla. Na hii rangi uzuri wake kikinyesha kama hivi sasa kunanyesha, ikinyesha rangi ndio ya ng'ara. Kwa hivyo rangi kinyesha ndio kuna ng'ara, ni kuna kwa kuzuri. Na hapa hii ndio madrasa yetu ya Masjid Ibn Tabla ambayo inaitwa Thamaratul Janna Al-Islamia. Hii pia imejengwa na Waislamu katika grupu ya kwa Ndomo, na alhamdulillah tumeweka paka sola, tuko na solar system, hata moto kaenda pia tuko na solar system. Nafikiri mnaona Waislamu ndio waliojenga huu, na kunao pia ambao sio Waislamu walichangia katika grupu, wengine majina kwa sababu ya watu kusupport watu, tulikuwa tukiweka mashindano ya watu. Kwa hivyo hii ndio madrasa yetu ambao ni madrasa Thamaratul Janna Al-Islamia kwa Ndomo. Shukran wa jazakallahu khair. Allah abariki nyote mliochangia hili majengo mawili. Shukran.